Yes, habari na shikamoo. Marhaba. Okay, asante kwa kuwepo na wewe leo. Kwa ambao hawakufahamu, naomba uambie wewe ni nani, unafanya nini na role yako ni ipi katika finance technology? Asante sana, naitwa Baghai Sakware, ni kamishna wa bima Tanzania. Sisi ni watumiaji wa teknolojia katika kutoa huduma zetu. Sisi pamoja na wadau wetu kwa maana insurance companies, brokers, agencies na regulatory functions. Natumia technology. Okay, sawa. Hii ni mara yako ya ngapi kuhudhuria Fintech Technology Festivals? Mara yangu ya pili, nilihudhuria mwaka juzi na mwaka jana sijahudhuria, mwaka huu nimehudhuria. Kipi kinakufanya urudi mara kwa mara kwa ajili ya kufikia kwenye hizi events mara kwa mara? Thank you. Kwanza ni kuconnect na new technologies, new ideas, new thinking kwenye ile eneo ambalo ni muhimu sana kwenye uchumi. Lakini pili ni kukutana na wadau wetu ambao wanatuhudumia kwenye eneo la technology. Wana maswali yao, tunatoa clarification, lakini tunatoa sisi update tumefanya nini kwenye sekta na tunahitaji nini kutoka kwa vijana ambao wanachipukia katika eneo hili la teknolojia. Sawa, unahisi kuna umuhimu wowote kwa kuwepo kwa festival kama hizi mara kwa mara, aidha kwa mwaka mmoja, miezi 6 labda, kwa ajili ya kuwepo pale kuwasaidia some people ama some groups, labda vijana au watu ambao wanafuatilia finance technology? Muunganiko wa namna hii au mkutano wa namna hii ni muhimu sana uwepo, na unatusaidia kujua mawazo ya watu, unatusaidia kujua teknoloji mpya, unatusaidia unlock vitu ambavyo pengine ingekuwa ngumu sana kukutana na watu kwa namna ya kuwasiliana mtu moja moja. Lakini festival kama hizi inakutanisha watu wengi, unawakuta pamoja, wanakupa ideas na wewe unachukua ideas. Kwa hiyo ni muhimu ziwepo, na ikiwezekana tuongeze muda, tuongeze wawasilishaji, lakini so far so good, naona mnafanya vizuri. Nashukuru. As a dealers wa insurance Tanzania na mnafanya kazi nzuri sana. Nilitaka kujua mnawezaje kurelate na finance technology, na pia mmeweza kufanya connection ngapi au na watu wangapi so far katika hii event ama ile ambayo imeshapita? Asante sana. Sisi tuna connect na finance technology kwa namna nyingi. Moja, wengine wanakuja moja kwa moja ofisini, tunapata barua, mwaliko, na tu wanawapa space ya kufanya presentation zao. Lakini pili ni kama kuhudhuria hapa, tunapata new contacts na watu wetu wa technology wako, tunawaacha hapa wana connect. Lakini tatu tu, kwa sababu ya mafunzo tunayapata, presentations zinazokuwepo, tunaona ni sehemu gani sisi wenyewe tunaweza kujibu. Kwa tumepata watu wengi, tumepata financiers, tumepata maswali ambayo yanatusaidia kutafuta watu wenye solutions na vitu kama hivyo. Okay, swali la mwisho, ila swali la mwisho sana, ninaomba kuuliza, una ushauri gani kwa kijana ambaye anatamani kuendelea ama kudevelop kwenye finance technology? Maana kuna wengine wanaogopa au kuna mwingine anasema kwamba mimi nahisi hiyo haipo effective. Kwa kijana ambaye hajahudhuria hapa leo ama yuko nyumbani tu kwamba niko idle, nini naweza nikafanya kuhusiana na finance technology, upi ni ushauri wako? Mimi nashauri vijana kwamba technology inatumika, technology inakuwa na technology inaendelea kuhitajika. Kwa kama una capabilities na una uwezo wa kufanya kitu fulani kwenye technology, finance technology, issue technology, mahitaji bado yapo. Kwa hiyo kama mahitaji yapo, maana yake soko lipo. Unaenda kabuni, ungana na watu, kuzungumza na watu wenye finance, wenye ideas, lakini kama una hiyo capability na kuencourage kama kijana, tafuta right partners, right people, right institutions, idea yako itapata pesa, kwa sababu mahitaji ya technology bado yapo. Infrastructure zinahitajika, software zinahitajika, kwa sababu processes zetu kila siku zinahitaji kuwa expanded.
kwenye maongezi yangu leo nilisema excellence has no limit. Watu wanahitaji kila siku waongeze excellence, na tutaongeza excellence kupitia technology. Sawa. Na ipi ni takeaway home yako, ama kitu gani ulichojifunza kipya leo? Kama wewe ulikuwa ni speaker leo, lakini umejifunza nini kipya? Asante sana, nimejifunza kwamba bado kuna gap ya connection kati ya taasisi zetu na vijana, jambo ambalo tunaenda kulifanyia kazi, kwa maana ya kuwa na forums za namna hii kushiriki, lakini vile vile kuwa invite vijana. Lakini pili, nimejifunza kwamba kumbe kuna mambo mengi yanafanyika kwenye fintech ambayo we have to go there and reach. Okay, this was really nice. Nashukuru sana kuongea na wewe na nashukuru sana kwa mrejesho wako.